hilo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo baadhi ya watu kufahamu kwamba mpox ni kitu gani ama ni ugonjwa wa aina gani. Karibu sana kwa ajili ya ufafanuzi. Asante sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa Elisha Douglas Mitewe, ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma kutoka hospitali ya wilaya ya Bariadi Dutwa. Kimsingi tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya afya kwa umma kuhusiana na mgonjwa mlipuko, hususan tutazungumzia ugonjwa wa mpox kwa maana ya homa ya nyani. Kimsingi mwandishi, kama jinsi ulivyoelezea, jamii inatakiwa iweze kupata uelewa mpana kuhusu ugonjwa wa mlipuko wa homa ya nyani na kuelewa kwamba ugonjwa wa homa ya nyani ni namna gani ugonjwa ulivyo na ni namna gani ugonjwa huu unavyoambukizwa, lakini vile vile namna ya kuepuka kupata ugonjwa huu. Hivyo basi, kwa kuanzia na utangulizi, ugonjwa wa homa ya nyani ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababishwa na virusi aina ya monkeypox vinavyojulikana. Sasa ugonjwa huu jinsi unavyoambukiza, nafikiri tutaelekea sasa kuona namna gani ugonjwa huu unavyoambukizwa kwa kupitia dalili, lakini pia na jinsi unavyoendelea. Asante. Okay. Baada ya kufuata ufafanuzi kuhusiana na mpox, sasa tutakuwa tunaongea lugha moja na wasikilizaji. Wengine wameenda mbali zaidi kwenda kwa waganga wa kienyeji wakiamini kwamba huu ni ugonjwa ambao unahusiana na masuala mazima ya kishirikina. Sasa ningependa kufahamu, kupata ufafanuzi kuhusiana na dalili mbalimbali za ugonjwa huu. Karibu sana. Asante sana ndugu mwandishi. Kimsingi dalili kuu za ugonjwa wa mpox, moja ya dalili kuu ni mtu kupata upele au malengelenge, vidonda, na hususan kwenye mikono, kwenye mwili wa binadamu, hususan mikono, miguuni, kifuani, usoni na wakati mwingine sehemu za siri. Lakini pia homa kali kwa maana ya joto kali la mwili, maumivu makali ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya mgongo, kuvimba mitoko ya mwili na vidonda vya kooni. Kwa hiyo katika jamii yetu tunayohudumia, watu wengi sana wanaamini kwamba katika mtu akipata mpox maana yake huenda labda amelogwa. La hasha. Okay. Nafikiri tumepata kitu kutoka kwa mtaalamu hapa ambaye amezungumza kuhusiana na dalili mbalimbali za ugonjwa huu. Lakini dalili hizi zinaanza kuonekana baada ya muda gani mara baada ya mgonjwa huu kuathirika na huu ugonjwa? Karibu. Asante sana. Kimsingi mgonjwa anapopata maambukizi kwa mara ya kwanza ni kuanzia siku 5 mpaka siku 21. Maana yake mtu huyu tayari atakuwa ameshaanza kuonesha dalili za ugonjwa huo. Atagonza, kuna kitu cha kuzungumza. Karibu sana madam. Asante. Kwa jina naitwa Tugonza Njie, ni afisa afya wilaya Bariadi DC. Nilikuwa tunapenda niongezee hapo, mtu unaweza usipate dalili siku ya kwanza, siku ya pili, lakini ukapata inaweza kaenda mpaka siku 21. Kwa hiyo ni vyema pia unapopata dalili hapo kawahi kituo cha afya. Nafikiri dalili hizi umetoka kuelezewa hapo. Kwa hiyo unapopata tu dalili hizi, naomba usiende popote pale, uwahi kituo chote cha afya kilicho karibu na wewe kwa ajili ya kupatiwa huduma. Huyu mtu ambaye bado hajaathirika anawezaje kujikinga na huu ugonjwa endapo kuna jirani yake ama mtu wake wa karibu tayari kashaathirika na ugonjwa huu? Karibu sana. Asante. Ugonjwa jinsi unavyoenezwa ni kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi hayo, matapishi, mate, jasho, mkojo, kukutana kimwili, kushikana mikono na mtu mwenye mpox, lakini pia kugusa vyombo, nguo, matandiko, godoro la mtu mwenye ugonjwa huo. Kula, kugusa mizoga au wanyama pori ambao wana maambukizi ya ugonjwa huo. Kusogeleana karibu na mtu mwenye dalili za mpox wakati unaongea. Kwa hiyo yale majimaji yakikurukia unaweza kupata ugonjwa huo. Kwa hiyo inabidi tujiepushe na hivi vitu vyote nilivyovitaja. Okay. Sasa ni hatari vipi ama ni hatari gani ambazo zinaweza kumpata huyu mtu ambaye anaenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kutibu mpox? Karibu. Asante ndugu mwandishi. Tunaendelea kutoa elimu ya mpox kwa waganga wa kienyeji. Maana yake anakuwa anapoteza rasilimali nyingi, rasilimali fedha kwa ajili ya kutibu kitu ambacho hakiwezi kutibika kienyeji. Kimsingi tu ni kwamba magonjwa yote haya ya mlipuko hayatibiki kienyeji, isipokuwa yanatibika kihospitali, lakini kwa kuzingatia kanuni na taratibu za afya zinazotolewa na matabibu wa hospitali. Okay. Mara baada ya kugundua kwamba huyu mgonjwa tayari kashaathirika na huu ugonjwa wa mpox kwa dalili ambazo umezieleza, sasa endapo atachelewa kufika kwenye vituo vya afya, ni madhara gani ambayo yanaweza kumpata? Moja ya madhara yanaweza kumpata, kwanza kabisa madhara moja ambayo ni kubwa zaidi ni kifo.
Mtu huyu anapochelewa kupata matibabu mapema, maana yake yale maudhi yanayompata yanaweza kaathiri sehemu kubwa sana ya mwili wake, na mwisho wa siku mtu ikampelekea umauti. Kwa hiyo tunawahimiza sana wananchi waweze kuwahi katika vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya kupata matibabu sahihi, haraka na mapema zaidi. Kuna watu kule vijijini ambao bado wana dhana potofu kuhusiana na ugonjwa huu. Ni jambo gani ambalo unawaambia asubuhi hii? Asubuhi ya leo nawaambia ndugu wananchi wote waendelee kupata elimu na kuweza kuelewa kwamba magonjwa yote yanayosababishwa na virusi au na bakteria mengi hayatibiwi kienyeji. Hivyo jamii inatakiwa ipate elimu zaidi katika namna ya kuweza kujiepusha na kupata maambukizi mapya kuhusiana na magonjwa haya ya mlipuko. Naomba pia niweze kuongezea hapo, wananchi tunawasihi sana pale unapopata dalili usiogope wala usihisi labda una kitu cha tofauti ukajitenga. Tunaomba ujitokeze uende kupata huduma mapema. Unapopata huduma mapema wewe unaweza ukawakinga wenzio wasipate ugonjwa na familia yako. Kwa hiyo unapopata matibabu haraka, hata wewe mwenyewe zile dalili au yale mauzi yanayokupata yakitibiwa mapema, ina maana hautapata madhara zaidi. Utaratibu hususan wengine kwenye maeneo tofauti wamekuwa wakichukuliwa wanaenda kuweka kwenye sehemu yao maalum. Sasa ni utaratibu gani ambao mnaotumia wahudumu wa afya kwa lengo la kuwafahamu na kuwatambua mapema ili kusudi wasije kuleta athari kwa watu wengine? Asante sana. Kwanza kabisa sisi katika halmashauri yetu tumejipanga vyema, hususan tunatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao kazi yao kubwa ni kutoa elimu ya afya kwa umma kwa jamii kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu afya. Kwa hiyo tunapoona mtu yoyote kwenye jamii anakuwa na dalili zinazopelekea ugonjwa kama ugonjwa huu wa mpox, basi wahudumu wa afya wanamtambua, na wakishamtambua maana yake wanatoa ripoti kwa uongozi wa serikali ya kijiji, lakini pia zahanati, lakini zaidi sana ofisi ya mganga mkuu wa wilaya. Na baada ya hapo maana yake timu kama timu inayohusika na magonjwa yote ya mlipuko maana yake itafika eneo la tukio katika namna ya kuhakikisha mtu yule kama tayari ana dalili zile, basi tuna utaratibu ambao tumeuandaa katika hospitali yetu ya wilaya. Kuna sehemu maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa hawa wa magonjwa ya mlipuko, ili lengo ni kutokueneza ugonjwa huu kuendelea kuwepo katika maeneo mengine na kuweza kuwasili watu wengi zaidi. Okay. Endelea kushiriki nasi msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 18 tangu ripoti majira saa 2 kamili za asubuhi. Nikwambie msikilizaji popote pale unapotusikiliza,